Ndugu wa makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania Chadema Edward Heche amesema kwamba ndugu yake John Heche hajulikani alipo baada ya kuwasiliana na maofisa wa polisi. Akinukuliwa na shirika la utangazaji la Uingereza BBC, Edward Heche ambaye pia ni ndugu mdogo wa John Heche amesema kwamba maofisa wa polisi wamemwambia hawana taarifa zozote kuhusu kuzuiliwa kwa ndugu yake na kwamba hakuna mashtaka yoyote yaliyopangwa dhidi yake. Nimewasiliana na polisi wa Tarime kuthibitisha iwapo ameletwa hapa ili kufunguliwa mashtaka, lakini tumeambiwa kwamba hajafikishwa. Hakuna ripoti rasmi kwamba atafikishwa Tarime na kwamba hawatarajii kwamba ataletwa eneo hilo, alisema. Siku ya Jumatano, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilisema kuwa John Heche alikuwa amesafirishwa hadi Tarime na jeshi la polisi baada ya kukamatwa mapema siku hiyo. Gaston Garubindi, wakili mkurugenzi wa sheria ya Chadema, alithibitisha hilo na kusema Mheshimiwa Heche alikamatwa na jeshi la polisi alipokuwa mahakamani kwa makosa ambayo hawajayasema. Lakini akizungumza na mdogo wake huyo amesema kwamba aliwasiliana na Afande Mulilo wa Dar es Salaam ambaye alisema kwamba hawamzuii kiongozi huyo na kwamba hawana madai yoyote ya kesi dhidi yake. Alisema kwamba vile amewasiliana na mkuu wa kitaifa kuhusu uhamiaji ambaye alimthibitishia kwamba idara yake haimzuii bwana Heche na kwamba haina kesi yoyote kuhusu kiongozi huyo. Edward ameongeza kusema kuwa licha ya kuwa hakuna ripoti zozote kuhusu aliko kiongozi huyo, hajapewa haki zake za kuonana na wanafamilia au wakili wake. Hatujui iwapo yuko salama au la. Hatujui anakula nini. Yote haya ni kinyume na katiba, alisema bwana Edward, mwisho wa kumnukuu. Heche alikamatwa mwishoni mwa juma lililopita mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya huko Hispania One Stop Border alipokuwa anataka kuingia nchini Kenya. Kwa mujibu wa Chadema, Heche alikuwa akiingia nchini Kenya kukiwakilisha chama chake kwenye shughuli za mazishi ya muasisi nguli wa Kenya katika siasa Raila Amolo Odinga, pamoja na kumweka kizuizini. Taarifa ya chama hicho ilisema kuwa mamlaka ya uhamiaji Tanzania ilimnyang'anya hati yake ya kusafiria. Idara ya uhamiaji ilisema kwenye taarifa yake kuwa Heche aliondoka nchini kwa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji. Ilitoa wito kwa Watanzania na wageni wanaotoka na kuingia Tanzania kufuata utaratibu na kanuni zinazoongoza uingiaji, ukaazi na utokaji wa watu nchini ili kuepuka kutenda kosa na kuchukuliwa hatua za kisheria. John Mnyika amesema madai ya idara ya uhamiaji kuwa Heche alivuka mpaka kuingia Kenya kinyume cha utaratibu si ya kweli na kuhusisha madai hayo na kitendo cha kumkamata hii leo. Bado hakuna taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi nchini Tanzania kulingana na taarifa hiyo. Wakati hayo yakichomoza, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimehoji mahali alipo makamu mwenyekiti wake bara John Heche aliyekamatwa na jeshi la polisi katika viunga vya Mahakama Kuu Masijala ndogo Dar es Salaam mnamo Oktoba 22 mwaka huu 2025. Chadema kupitia taarifa yake kwa umma iliyoitoa Oktoba 23 mwaka huu 2025 na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia imelitaka jeshi la polisi kutoa taarifa ya wapi alipo kiongozi huyo. Leo asubuhi, timu ya mawakili pamoja na viongozi wa Chadema imefika kituo cha polisi Tarime kufuatilia taarifa za kukamatwa kwa makamu mwenyekiti taifa. Timu yetu imeelekezwa na polisi Tarime iende ofisi ya idara ya uhamiaji wilaya ya Tarime, ambapo ilipofika ikaambiwa kuwa ofisi hiyo haijui lolote kuhusu kukamatwa na kusafirishwa kwa Heche. Taarifa hiyo imeeleza. Kutokana na hali hiyo, timu ya Chadema ilifika kituo cha polisi Musoma kupata taarifa za makamu wao na kuambiwa hawana taarifa hizo. Pia chama hicho kinaeleza kuwa kilimtafuta msemaji wa idara ya mawasiliano makao makuu, lakini simu zake hazikupokelewa. Chama hicho kimemtaka Inspekta Jenerali wa polisi IGP Camillus Wambura kutoa maelezo haraka ya wazi na yenye ukweli kamili juu ya mahali alipo Heche. Tunasisitiza usalama wa raia hauwezi kuwa kwa maneno bali kwa vitendo. Kumficha kiongozi wa kisiasa ni uvunjaji wa haki za msingi za binadamu na ni dalili za kuendelea kuzorota kwa utawala wa sheria nchini.
imeeleza taarifa hiyo iliyonukuliwa na gazeti la Mwananchi. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.